alipata message kwa simu yangu na nikakubali hiyo makosa. Lakini sasa baadaye tunajua tu kawaida ya wanawake, tukakorofishana. Baada ya kupata hiyo message tulikorofishana hapa na pale nini, anasema nipige niue. So kwa hiyo hasira nikasikia nimemweka kofi. Kumweka kofi akasijua aliongea na watu wako juu. Baadaye niliitwa tu kesi, nilikuwa nimeenda kazi. Baadaye nikaitwa kesi. So kuitwa kesi nikapata watu wako wamefika, pia mimi nikaita wazazi wangu, tukajaribu kusolve lakini ikakuwa ngumu. After hiyo kesi walisema walikiri, wakasema wataenda na kini sasa ajibu mpaka sasa. Hiyo ndo tulikuwa na leta hii patanisho nione venye tunasaidiana nijue itakuwa juu. Sasa huyu hata ameniweka blacklist na sijui ni kwa nini. Nilikuwa naongeanga na yeye mara kwa mara tangu aende, nilikuwa naongea na yeye kama ni pesa ya watoto. Lakini sasa maana matatizo iko ni hapo kwa kurudi. Anasema niamini tena, so hiyo ndo shida. Unajua nikikusikia vile unaongea Bwana Richard, I can already gauge kwamba you are a joker. Vile unazungumza huwezi kuwa ulipiga. Ngoja kidogo. Na usidhani kwamba hapa patanisho unakuja kwa sababu unataka kuleta jokes, ndugu yangu Hata vile unaongea, vile unasema ati nilimweka kofi, ni kama hiyo ni jambo la kawaida. Huwezi kuwa ulipiga mke wako alafu unakuja hapa unatuambia ati nilimweka kofi. Hiyo ni madharau already. Na kusikiza vile unaongea. Ukileta kesi hapa nyenyekea kwamba unataka kuomba mwenzako msamaha. Lakini usikuje unazungumza, unaongea ni kama ni jambo tu la kawaida. Hayo mambo ambayo ulifanya. Unafaa kuwa unanyenyekea. Unanielewa Richard? Nakuelewa. Hayo matamshi ambayo unasema ati nikamwekelea kofi, hiyo ni vibaya sana, ni madharau. Already ni madharau. Lakini nilikuwa nishamuelezea, niliomba msamaha kwa hiyo wakati. Ingawaje na hii makosa ni mingi nimemfanyia, lakini nakiri makosa yangu na kubali. Ndio maana nimeleta hii patanisho. Okay, kwa hivyo wakati watu wako wao walikuja kumchukua, walisema namna gani? Walifanya kesi alafu baadaye wakasema wacha aende akae nyumbani apoe hatarudi. Ndio tumeangalia narudi December 20. Na ukimpigia anasemaje huyu Valentine? Nikimpigia ananiambia naweza rudi, lakini tena ukuje unikeuke. Nitarudi watu, sitarudi kwa watu wa kwetu. Unajua nimemfanyia makosa mingi, mimi mwenyewe nakubali hiyo makosa. Ndio hata kuna siku nilimfungia TV yake nilinunua pesa yake. Ulifanya nini? Nilimfungia TV na nilinunua na pesa yake. Ulimfungia TV alinunua na pesa yake? Alinunua na pesa yake. Ulimfungia kwa nini? Ni hasira tu bana Kidi. Sasa saa hii hasira yako umeacha? Nimeacha. Nilikuwa na hata najaribu kumwambia nimeacha arudi tuendelee na maisha. Unajua sasa hata ndio watoto wanakuwa wakubwa, kesho watahitaji kwenda shule na mambo mengine mengi mbele. Watoto wako wapi? Wako na yeye. Unawashughulikia? Na huwa anawashughulikia, lakini sometimes anaenda paka anakasirika. Ile time mwanaume anasema sina pesa, anakasirika, anasema nilijua tu huwezi badilika. Unawashughulikia namna gani Richard? Wakitisha kama ya nguo na wananunulia vitu ndogo ndogo bado hajatoshea kwenda shule. Kwa hivyo unafanya unatuma pesa ya nguo ama unanunua nguo unapeleka? Natuma tu pesa ya nguo. Sasa imekuwa kitambo nikienda huko, tuliona na yetu hii mwaka tarehe 1 ikianza. Na wake ambao unasema umekuwa ukiongea nao mambo yao iko vipi? Hiyo ndani nitakwambia tu kweli, tulikuwa na flat, lakini sasa yeye akachukulia kama serious. Nilikuwa ni mai date na watu patana siku kama hiyo. Kwa hivyo umeachana nao? Nimeachana naye, lakini pale tatizo iko ni yeye sasa niamini. Hata mimi siwezi kuamini, hata vile unaongea siwezi kuamini. Huwezi kuamini wewe. Lakini ukiona kesi imefika mahali kama hapa, ndio sasa nimepitia mambo. Hakuna. Nani alikwambia tukileta patanisho ati sasa hiyo kesi ni kubwa sana sasa ati sasa hiyo inamaanisha umechange? Kama hujabadilika. Lakini nimebadilika. Hiyo miezi yote nimekaa hivyo na sijakuwa naongea na mtu.
Hebu shikilia hapo kidogo nitafute Valentine Sawa. Jamani wa sarakasi, lakini wacha tutafute Valentine. Ushamuona? Nishamuona 18 hiyo. Basi tunaendelea na patanisho. Richard tayari amezungumza pale, anasema amekubali makosa yake yote kwa sababu inaonekana alikuwa mwanyaji, alikuwa anaongeongea na wanawake hapo kando, mke wake aligundua, na pia anasema wakati walikuwa wanajaribu kusuluhisha hayo mambo pia akampiga, na yule mwanadada wakafanya kesi, lakini watu wa kwao wakamchukua wakaenda naye, na anasema sasa hivi ni kama amebadilika. Anasema ameacha hasira, na anasema angependa au mke wake aweze kurudi. Kwa hivyo ningependa kumpigia Valentine tusikie naye anasemaje, na tuone kama kuna uwezekano ataweza kumsamehe huyu ndugu ambaye maongezi yake mimi iliniudhi wakati alikuwa anazungumza, na anasema sijui nilimwekelea. Unajua ukisema yani unaongea ni kama ilikuwa ni kitu tu ya kawaida, kama kitu ya kusifia. Ya kusifia, yani ni kama unajivunia ulipiga mke wako. Hapo alinikasirisha kidogo, lakini wacha tumtafute Valentine ili tusikie anasemaje. Please enter your password followed by the pound key. Ili tuone kama kuna nafasi. Thank you. Ya kuweza kupatana. Kuna namba ya kwanza ambayo nimepewa pale ili tuweze kumpata Valentine. Hello. Hello? Valentine. Habari ya leo? Nzuri. Mimi naitwa Gidi. Ya? Naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo. Unanipata Valentine? Valentine amesikia ni Gidi. Akakata simu, amekata. Amejua tu anataka kupatanishwa. Kwa hivyo Valentine amekata simu. Richard. Hello? Hey. Hiyo ni sauti ya Valentine? Ni sauti yake. Amekata simu. Labda mjaribu tena kumpigia. Haya, shikilia hapo kidogo. Acha ni jaribu tena kupata Valentine. Please enter your password followed by the pound key. Thank you. Ama huenda pia Valentine tayari ameenda kwa mtu mwingine pia, huwezi jua. Kuna uwezekano pia jamaa kama amemchokesha na uwanyaji na kumpiga, utapata labda ameenda kwingine. Hello, Valentine. Akusikia? Pole, simu imekatika. Hata mimi ndo nilikata. Wewe ulikata? Kwa nini ulikata mami? Kwa nini ulikata? Kiwa tunakunywa chai jikoni. Sasa huyu jamaa nimesikia alikutesa sana Mwani wa Richard? Richard, Anasema aje? Anasema kuna vile mulikosana. Alikuwa ulipata message kwa simu zake. Na anasema pia kuna wakati alikupiga. Na pia anasema kuna hata wakati alikuzuia kutumia TV. Ilikuwa ni TV yako? Eti nini? Kuna TV fulani pia alizuia wewe kutotumia. Na anakiri hayo makosa yake, kwa hivyo alikuwa anataka kuomba msamaha. Valentine. Kusikia Gidi. Wasemaje kuhusu haya mambo yote? Kaa tunasema hapo. Hakuna kitu ambacho unaweza sema? Kwa hivyo ulishaachana na yeye? Hapana, sisi tuko na watoto na yeye. Mko na watoto na yeye? Kwa hivyo umeamuaje, utarudi ama hautaweza kurudi? Sisi
nilimwambia nitarudi lakini sio sahihi. Akupatie muda. Nilimwambia sitangu akifika nitakuja. Siwezi acha nyumbani ikiwa hivi. Dadako akikuja utarudi. Cousin sister. Akifika Kenya nitakuja. Okay, lakini wacha nikuulize. Haya mambo yote ambayo huyu jamaa amekuwa kifanya, umemsamehe ama umeamua namna gani? Ama bado hujafanya uamuzi? Mwenye nilikuwa nimemsamea, sie pia tuongeangi naye. Mwisho tukiongea naye silikuwa jana usiku. Kwa hivyo mmekuwa mkiongea? Akiongea na watoto. Na makosa yake kubwa ilikuwa gani? Hizo vitu amesema messages. Messages kutoka kwa wanawake wengine. Na nini tena? Kuna. Kwa hivyo hauna shida yote ya kurudi? Mimi sina shida, sisi tulikuwa tumeongea hadi tumemaliza tukaongea na babake, huwa tunaongea na babake. Haya, Richard, ongea na Valentine, yuko hapa. Halo. Wewe. Richard. Nasikia kwa Brian anakuchekea. Sasa akicheka, sasa ule niandikia message kanikali imeshindwa na hata umeniblock, si ati sasa hata inakuja. Sasa mimi nilikwambia sitaki kukurudishia maneno, ni heri nikublock ukitulia unitafute. Sasa nikitulia nitafuta na kupata hata wakati nimefungwa tena pale. Sasa ungatuma na Brian, tulikuwa tunapiga asubuhi. Nilikupigia bana, sasa napiga na private lakini hauchukui. Nilipiga na private lakini haukuchukua. Ni unaongea kama hujakula? Sasa chakula nani amenipigia sasa? Hebu wewe ongea. Nilikuwa nasema. Nilikupigia na hiyo private call, nilikuwa naingia lakini hauchukui. Nilikuwa nakata. Sasa unaona sasa. Sinunga bado nalala. Sijui mbona unikasirikia hivyo mpaka inafika hapo ni block. Usikia hata nimefurahi, nimesikia Kidi akicheka hapo. Unafurahia mimi nateseka hapa. Unafurahia hapo mimi nateseka hapa. So kitu nafanya nilete patanisho ni sasa utarudi nini? Mimi nimekuwa kitambo sasa. Hii ni miezi ngapi? 6. Nilikuambia aje, nilisema tangu akirudi kazi sister nikuja ama tulikuwa tumeongea aje. Lakini sasa kwenye ulisema kwa message ya jana ndio inaharibu kila kitu. Ni sawa. Ndio sasa kama ingekuwa ni ukweli utarudi au ungenyanyukia kitu kama hiyo. Kama ingekuwa ni ukweli utarudi au ungenyanyukia kitu kama hiyo. Tulikuwa umesema unajua unaongea pole pole hadi nimeweka loud but sikusikii. Nasema. Nasema. Mimi nataka tu ikuwe mambo ya kusema ukweli, sitaki kachenga hivi. Ukweli gani unataka? Ukweli gani? Nataka tu niambie ukweli kama utarudi ama hautarudi. Sinuani nasema nitarudi ama unataka nikae? Haya ni sawa, lakini sasa hiyo makosa tena ulikuwa umeanza jana kusema sijui account, mimi sijui account ni nani. Sasa unanikwaza, sijui ni kama nilichomba kwetu ama shida ni nini? Sioni kama ulichomba kweli. Haya, tutaacha basi baada hapa muendelee kuongea, sawa? Sawa. Haya, asanteni sana. Ghost, nini inaendelea hapa? Hawa utoto.
Mwanadada ni miaka 23. Yes. Na mwanamume ni miaka 26. Yes, utoto. Gen Z. Yes. Bado wako katika yale mapenzi ya utoto ya kujibizana hapa na pale. Anyway, tunawatakia kila laheri. Mwanadada anasema atarudi. Jamani, kama muamini. Kwa hivyo itabidi hao wafuatiliane na waone vile wataweza kusuluhisha haya mambo yao pale. Kwa hivyo ikiwa umefuatilia upatanisho, ungependa kuzungumza ama kutoa sauti yako, namba ya simu ni 020 44 45 975. Haya, kuna baadhi ya mashabiki ambao wanatuma ujumbe, anasema Gidi, this couple is still immature period. Anasema 23 years old na 26 bado hawajakomaa kwa ndoa. Okay. Haya, na mwingine anasema kila laheri kwao, but they are not serious. We struggle in marriages, tukifunikana uchi. Like me, I am now in my marriage for 24 years. I'm the breadwinner. My hubby lost work in 2002. I took the burden up to now. My mom-in-law always loved me so much, and she prayed for a lot of blessings, and I am okay. Wow, najaandika jina pale. Pongezi sana huyu